Makofi, Brenda napiga makofi, mamoshi, Shade napiga vibaya. Hi guys, welcome to today's show. This is PACHO Flavor. Kama umesahau hii show, shame on you. I'm your host na Mungaro. Karibuni sana. Before I even say anything, I'm about to blow your minds. But before I blow your minds, check out this song and then make sure you comment on our social media platforms. Pale Facebook at Lolwe TV, Twitter at Lolwe TV, Instagram at Lolwe TV. Welcome to Lolwe TV, and this is PACHO Flavor. Listen to that tune. Maisha yangu yamekuwa magumu, kila pale niendapo ni sugu kwa sababu ya shida. Jamii na marafiki wote wamenitoroka mimi. Nifanye nini? Na niende wapi mimi? Moyoni mwangu wenzangu mimi naumia na kutazamia Bwana unihurumie mimi, maana ni wewe unayejua tatizo langu. Nataka nisimame na wewe, nisimame na wewe, nisimame na wewe Yesu, nisimame na wewe, nisimame na wewe, nisimame na wewe Yesu, nisimame na wewe, nisimame na wewe, nisimame na wewe Yesu, nisimame na wewe, nisimame na wewe, nisimame na wewe Yesu. Hata nifanye nini? Wala niende wapi mimi? Sitampata rafiki aliye mwaminifu kama Yesu. Kwa yale tumenitendea, acha Bwana nikutumikie. Uliniondoa aibu mbele ya watesi wangu. Nashukuru umenishindania, kama ni vitu umenipigania. Nakupa sifa na utukufu. Nisimame na wewe, nisimame na wewe, nisimame na wewe Yesu, nisimame na wewe, nisimame na wewe, nisimame na wewe Yesu, nisimame na wewe, nisimame na wewe, nisimame na wewe Yesu, nisimame na wewe, nisimame na wewe, nisimame na wewe Yesu. Kaka tulia kwa Mola aliye na hesabu za nywele yako, ana kila jawabu lako na kila swali lako. Bwana tulia, Yesu ni Bwana, atakupa jibu kwa kila tatizo. Kaka tulia, yeye ni Mungu, ana majibu ya kila swali lako. Bwana tulia, nataka nisimame na wewe, nisimame na wewe, nisimame na wewe Yesu, nisimame na wewe, nisimame na wewe, nisimame na wewe Yesu, nataka nisimame na wewe, nisimame na wewe, nisimame na wewe Yesu, nisimame na wewe, nisimame na wewe, nisimame na wewe Yesu. So karibuni sana. I have a very chilled out mse mwenye amejielewa kimaisha, mse mwenye anajua muziki. Yes, we're talking about music today. Atajiintroduce mwenyewe and then we'll carry on. Ama ni aje? Karibu sana kwa show. Asante sana. So unaweza salimia watu wangu at least wa hala. Manze watu wa PACHO Festival. Manze nashukuru sana kufika kwa show, ni show kubwa sasa hivi karibu East Africa. Karibu sana. So hebu unaweza tuambia jina yako, unafanya nini, unaishi wapi, uko na watoto wangapi? Feel free, tell us. Okay. Tunataka kujua. Mimi naitwa Japolo DC. Ya kutoka place inaitwa Senegal. Hey, home kabisa. Naishi mtaa Umoja. Poa sana. So nice. So habari za Umoja, habari za home, ushago. Ulienda ushago lini? Unajua watu hawaendangi ushago, wanasema COVID imetuharibia. Okay, nilikuwa ushago like hata sijakaa 2 weeks ago. Okay. Yeah, kuna grandpa kwa baby so. Poleni sana. Tena so nilikuwa
Nice. So uli release kibao fulani. Maybe unaweza tuambia kuhusu hiyo ngoma. Kuna ngoma release kwa Wadhi tunaenda pole. Hii maisha takimbia. Ya batulia tu demo mwenye napendanga kitambo. So itakuwa tu hivyo. So maybe unaweza tuelezea more about your project vile ilikuwa from shooting. Unajiandikia songs mwenyewe, labda unaweza tueleza. Yeah, mimi hujiandikia song mwenyewe. Na niseme tu kila kitu mfanya tu mwenyewe. Kutoka kwa artist mzuri tu lazima tuandikie song. Kwa wewe mwenyewe ukijiandikia. Nice. Yeah. So sijui kama iko kwa YouTube pale. Song iko kwa YouTube. Sasa kuna I think 2 weeks, 3 weeks. Nice. Yeah, nice. Naona inafanya poa, na mafans wangu yani naweza kupata support. Wow, umesema inaitwa Wadhi. Tuna mambo ya kipole pole. Nimewaambia watu wa kistaarabu hapa. Told you he's a very cool guy. Very very cool. So maybe unaweza tueleza ulianza muziki mwaka gani and such things. Okay, ni muziki nilianza kitambo nikiwa mtoto. Tulikuwa tunaendanga kwa makwaya. Kwa makwaya. Kwa church. Hapo ndo nilijua talent yangu na nilipo. Kwa mimi na wasizi wangu. Tulikuwa tunaendanga na every December kulikuwa na challenges. Za mayouth watu hizo tulikuwa tunaenda huko kwaya. Ile time tunaenda tunapata at least tunappreciatiwa ni kitu kama tulikuwa tunappreciatiwa tunapata maybe kwa mtu kazawadi fulani. So ilikuwa inatupatia courage sana. Then pia mamangu mwenyewe alikuwa anapenda kuimba kwa church. Okay. Yeah. So mtoka kwa familia yenyewe mnafanya muziki nyinyi wote? Yeah, but sasa mimi ndo nilijitokeza kama msanii kwa hiyo the family. But mamangu ikifika maybe Sunday, yeye alikuwa anaenda kuimba pale mbele kama yuko church na kwa boring. Lakini kama hapo ina sasa ilikuwa inanipatia courage sana kufanya muziki. Na historia kwa na muziki wangu. Yeah. So hapo ndo muziki wangu ya. Nice. So nakumbuka tukiongea behind the scenes umeniambia ulikuwa unafanya gospel actually. But hii ya Mosmos kidogo tunaona mambo yameenda imechukua turn. Maybe you can tell us about that diversion. Okay. Unajua God is love. Yes. Na sisi mati ndivyo mimi napenda music. Napenda kufanya ile kitu at least bado nafeel niko comfortable nayo. Music ikikuja unaimba tu, music is music. So sijasema ati nimeacha gospel, but sasa hizi niko na album kama moja ile release. Yes. Niko nayo but sija release album, but iko kwa hiyo album nimetoa tu ngoma moja ya gospel inaitwa Ngaimara. Yes. Nafanya vizuri sana. So mimi nasema tu yani music yani kitu tunafanya roho yako itulie. Kwa sababu lately kuna ile fight yenye inaendelea like for example I'm sure unajua story ya kwenye those I don't want to name the artist, but anasema kama album haita hit anawacha muziki. So have you reached that point? You know, the guys who have reached that point of like music is not working for me at some point and I want to divert to something else. Maybe even only umechukua kwa sababu kuna mtu alisema hivyo. Labda aliona gospel hailishi mtu vizuri. Akaona sinitoe tu disco moja tu. Hapana, unajua? Kwa music ukichukulia like utafanya music ati maybe wait leo ama kesho au taifanya. So umeenda pale kwa kama ni business. Lakini mimi naifanya ni kitu niko nayo kwa passion. Utotoni mpaka saa hizi. Lazima uko tu patient nayo. Whether kama unatoa albums ngapi hata kama hijait hata kama hujafanya nini, lazima tu patient nayo. Mimi naifanya kutoka kwa roho. Yes. Unaona, but kuna ule mtu mwenye anaifanya, tumesikia watu wanaimba usanii iko na do. But akiana na hiyo mind, unapata nagonga mwamba, anarudi. Anasema pia mimi muziki nilifanya. But so ukifanya kutoka kwa roho yako utaifanya tu whether nakuletea ama ikuletea. So in your mindset ya keeping music as a passion na making sure that music yako iko constant, what are the things that you actually like, let's say maybe you have like a routine, what are the things that keep you grounded yenye msema yenyewe nikiendelea hivi nitakuwa mbele? Okay, mimi mwenyewe tu. Okay. Buka chini nasema
Kama leo nimetoa ngoma fulani bado wengine kupoa. So bado zile zangu zinanipatia motivation. Si mwenyewe so na keep going kusema nataka ni reach. Pia najua pia saizi kuna competition pia mob na watu wangu wanafanya nini. So lazima ni keep tu yani niendelee tu kumove na hili nilikuwa nimefanya pia sijatokea kwa sana acha nijaribu tena nyingine hivyo. So lazima uwe tu strong na move. Alright, tukiongea kuhusu strength in music and strength in career, right now najua artists wengi wamekuwa very affected because of restrictions kama unfortunately with the COVID, and of course make sure you put your mask on, guys, keep social distance and make sure you take care of yourself because the virus is there and the variant is very, very strong. So with the variant being strong and ukiendelea na muziki, most musicians wao walikuwa wanafanya shows, wanaenda grounds wanafanya shows, wanaitwa wanafanya such shows. Sasa hii restriction imekuwa affect aje kimuziki na kisani? Story kwa video nilikam. Kuna projects mingi tulikuwa tumepanga mpaka na wasengine makolabu lakini kama events. So ukapata venye nilikam free hip hop. Katurudisha chini kidogo. Lakini bado hiyo haimaanishi ati tuache kufanya muziki. Yes. Juu ni kitu kwa roho. So inabidi tu kama ni maybe kitu kingine unaweza do ndio bado mfanye nao muziki yako. So at least inakuwa tu success. Bakile siku ni COVID itaisha. Juu tuko na milele but tutakapo kuisha. Sasa tuwezi sema ati tuongoje iishe. Kweli. Tuendelee. Kweli. Tu unaendelea bakile siku itaisha. Na at least dunia ifunguliwe kupoa. Naendelea tu sema litaishia hapo pia sisi tutakuwa tunaendelea tu. Kweli. Kwa sababu release muziki lazima tufanye kazi release. Alright. So guys, umesikia kwa msanii mwenye JP. Kuna pale nilikuwa nimeona imeandikwa Japolo. Ilikuwa imeandikwa Japolo. Labda unaweza kutuambia kuhusu how you came up with your name, you know, such things. Japolo. Nilikuwa kuna time nilikuwa na gospel. Yes. Nilipeleka mbali. Nimefanya nimejulikana karibu East Africa. Nimeenda shows mingi, pia awards tofauti. So jina Japolo mimi nilikuwa kwa church. Okay, yes. Kwa kanisa. So the name Japolo ilikuwa tulikuwa na group plan wa Jodala. Okay. So Jodala walikuwa ni artists wanafanya hizi ngoma za Kijaluo. But pia mimi nilikuwa nafanya traditional songs. Okay. Na pia mimi nilikuwa nafanya hizo traditional songs. Lakini nikasema acha mimi nijite Japolo. So Japolo nikasema mtu wa mbinguni. So acha nite Japolo. So hiyo jina langu lilikuwa kwa field ya gospel. So the times gone nikaanza kupata tena jina lingine ya JP on this. Watu walikuwa wananipatia si jina tumii nimejipatia mwenyewe. Juu nilikuwa napiga look sasa nimeona hivyo naona mazee wewe hakukuwa na wale Kijaluo boy no desre. So nilikuwa nasikia kwa watu hivyo nikasema acha ni change nipe JP. So JP bado ilipotea. Ile JP imesimamia ja. Alafu pia imesimamia Polo. Sasa nikaifix tu hapo sasa kwa ajili baada ya kwanza ile siwezi ilipotea. Nice. Wow. So hivi unaweza tuambia kuhusu Lucy kabla tuende on a very short break. Okay. Lucy ni song nilikuwa nimefanya. Huyu Lucy ni nani? Who is she? Okay. Unajua pia kuna artists wengine pale, kuna group fulani waliimba kuhusu msichana anaitwa Lucy. Labda ni demu mwenye anajulikana kwa hii music industry. Okay. Lucy nilisema nilikuwa na demu. Wasichana. Nampenda hivi sana. Baadaye amenizalia mtoi. Oh, nice. Wow. But kuna time tulifika tukakosana. Baada tukakutana. So akatoka kwa hao. Sema mimi naenda hivi na ndarudi. So venye toka mpaka sasa hajawahi rudi. Simaki pia nikipiga hapatikani. So song ikakamilika. Inachukumbusha song fulani hapo ya throwback, kuna remix ilifanywa inaitwaje kuhusu msichana fulani mrembo sana anaitwa Stella. So Lucy ni kama amekuwa Stella. So we'll go on a very short break. Tusikize Lucy tafadhali. Guys, do not move. We'll be right back.
Makofi, Brenda napiga makofi, mamoshi, Shade napiga vibaya. Makofi, Brenda napiga makofi, mamoshi, Shade napiga vibaya. Hi guys, and welcome back to PACHO Flavor. This is PACHO Flavors. To the flavors, and all the flavors are mixed up with some nice spiced up music, some good vibes, and of course sweet sounds. That's how we vibe in this show. Nime joiniwa na a very humble guy, JP himself, and he's been telling me about his music. So since 2012, ulifanya music in charge till now. What are the changes? What are the growths that experience kwa industry and as an individual? Kitu nimekuja kurealize watu wa gospel sana wana support vile support watu wao sana na watu selfish. But so the other side napata at least kuna some changes vile napata at least wana support, unaona. So gospel kidogo inafanya yani hiyo industry at least iko na some changes na might wengi na kisha najaribu kuingia churches, but napata mapasi pia wako selfish sana pale support music. So when it comes to sahi ukiangalia like let's say can we compare the two industries, and like lately guys are like gospel music inadai. There's the new trend sahi, kwanza the Kenyan youths wanasikizanga gengeton, wese, bogi, all the way. So unaweza sema nini kuhusu such kinyeneza huko wanapata support sana. Unaona, niseme kama last kulikuwa yote tulikuwa tunafanya gospel napata at least kulikuwa na ma events mob, lakini kama ikadai juu hakuko na support hiyo. Juu ama youth wote sasa wanaibeze magenge tu wanakuwa wanafanya gospel. Okay. Yeah. Wow, okay. Ndio kitu watu hawajua. Lakini pale hawapati support. Juu mtu anasema yes, wewe umeenda studio kama msanii unafanya video yako poa, unafanya everything poa, alafu msiataki ku-appreciate. Unaona amekuita event but hata transport rate. Appreciation based on at least ni kitu poa watu kupata at least hata kupata tu msee mimi naacha ni ku-appreciate. Unaona at least kitu tunapatia mtu motivation sana hata kama si kitu kubwa. Unaona. But sasa unapata kama uwezi appreciate, unapata sana challenge sana ndio napata appreciation. So tukiendelea kuongea kuhusu appreciation, lately guys have been complaining kuhusu skiza tune pesa zinaingia kidogo. Kuna ile the association that kind of governs all the musicians in the country, na kulikuwa kuna ile mvurutano kuhusu kifedha, like vile watu they're not getting the full amount, or because I'm very popular out here but pesa ninapata ni kidogo sana. So what are the things that you think can be implemented ambayo yanaweza ongezwa ama yatolewe ku improve ku boost musicians as arts, and also the art itself as to be protected, like masterpieces and such things? Mimi Kenya naweza sema kwanza wasanii kwanza jitume. Okay. Yeah, mtu asilie maybe SSK sio lipi sio ni juu, lazima work hard, mziki play kwa radio. Unaona? Yes. Lazima work hard, sikiza tu, patia watu wako, patia watu wase wako sikiza. Unaona? Ndio at least hata ukienda pale unajua unaweza monitor wewe mwenyewe. Ninakupatia sikiza yangu, nipatie yule mwingine, lazima ufanye kazi. Ndio at least kifika kama ni end month unajua ulikuwa umepatia watu wangapi. Sasa hapo unaweza claim pesa yako. Lakini kama uwezi claim na ufanye marketing, unaona lazima kwanza wewe mwenyewe ujitume. So mimi naambia tu wasanii jitumeni tu, jamani malipopote huko, kurekodi si uende tu studio record, fanya video, alafu keleke huko kwa sikiza useme sasa utangojea pesa. Hauwezi watu like. So pia kwa MCSK fanya ngoma yako ingie kwa media, iplay at least pale hivyo MCSK naona
wako na hizo nini wanaangalia wana count venye ngoma yake ina play. Then kama ngoma yake play mahali popote utaplay mahali. Yeah, so number 2 wasanii tujitume kabisa, then after that utapata mavuno yako. Mimi kuna wasanii najua wanapata check ya mob sana. Na wako popular sana hata kwa hizi series za MSK na whatever hizo. Na siri ni? Na but siri ni pate wase kama nisikiza pia wase juu ndio platform naweza sema at least hapo hivyo unaweza pata kitu. Yes. Juu senye watu wamenisikiza at least hapo uko sure bet utapata dope. Nice. So kama hizo roles zingine kama MSK hiyo size zimelala juu visa iwako poa. I think juu unapata wasanii wengine wanapiga kelele mtu akitoka ofisi ananyamazishwa na pesa. Akishanyamazishwa hawezi tena Japolo wasanii wako nyuma. Sasa unapata hiyo story na dai. Juu hakuna yeye amepiga kelele kama leo tutampatia support kama tutamwangalia pale juu anaanza MSK nini anaitwa kwa ofisi. Akishaitwa atanyamazishwa. Akishanyamazishwa what next? Wala wasanii wako chini wataduaje? So unaona hapo ndo kuna lost. Tukiongea kuhusu nani ananyamazishwa kuhusu literally niseme kama unaweza pata for example kama Japolo sasa naanza kupiga kelele MSK aitoe tu. Okay. Unaona? So naweza yani inaanza kidogo lakini the more inaanza inakuwa ni kitu kubwa. Then naanza kupata backup ya wasanii wengine pia nyuma yangu. Then sasa mimi wale official wako pale kwa MSK watakam waniite. Yes, tuongee tujue. Unaona, wakishaniita wananiambia Nadio DC kama unapiga kelele sana nini unataka kijana? Unaona? So nikishaitwa nimepatiwa kama milioni zangu 2 ama 3 ama 4. Utapiga kelele tena. Sinakuja ni relax. Wow. Then wale wasio nyuma yangu ndawasaidia watasaidika aje. Na maybe wana nguvu ya kufika pale mbele. So hiyo ndio changamoto at least kama hii industry inaweza change. At least hapa tusinyamazishwe na pesa. Tuangalie maybe mtu wangu maybe one day anataka kuimba. Na kipata kama industry watu wanania hivi. Na sasa hizo mimi saa zingine sitakuwa juu siko kwa hii dunia niishi forever. So lazima tuitengeneze at least kuepoa tusikwe tunaangalia tu mimi nipate pesa nijenge kama Japolo DC. Na bado hapa chini kuna wasanii bado wana struggle. So wacha tuitengeneze tu kama ni mzuri kama ni mbaya. So wasanii watoke nje tutengeneze hii kitu ikuwe forever and ever kuna. Then kuna hizi stories za roles zingine unapata mtu ananikesha mpaka anko yake ni actor. Anaandikisha familia yao mzima kuna ile pesa mtu ana register. Sasa hizo unapata wasanii wako hapa chini. Wale mtu amefanya kitu but apati do. Juu mimi niko na do naweza register nayo anko yangu. Unaona? Sasa hiyo ni kitu natumiza kwa hii industry sana. Mainly ni system is a bit corrupt. Ni corrupt sana. Tunafaa ni corrupt sana. Pia wale watu wako juu yetu pia mimi sioni kitu wanafanya. Juu wamekuwa hapo na wataki kusaidia pia industry. Hao wasanii wanatokea chini. Ukikutoa compare size Kenya ilikuwa kwa music Kenya ilikuwa like number 1 karibu East Africa na bado tunaweza reach hapo. Hata TZ bado haiwezi kutufikia. Lakini saa hizi unapata hao ndio wako juu yetu. Juu industry yao ni moja na wameamua watafanya hiyo kazi na mpaka serikali pia inawasaidia. So unapata mtu saa hizi hata tumekuwa na nini meetings mob. President atakuwa anatuita, anauliza wasanii mnataka nini? Mnaweza saidiwa aje? Unapata mtu akienda pale hivyo story tena na kisha patwa ina change tena. Isa anaona kwa pale mbele. Wasanii wengine watafanya. Industry haiwezi change. Ndio maana wasanii wote hawezi endelea. But so mimi naweza penda sana hiyo change kwa unity na mtu asiangalie ndio yake pekee benefit. So tukiongea kuhusu passing the message pale nje, making sure that as an artist kazi yako inajulikana, as an artist kazi yako inafikia yule fan, yule mwenye anapenda muziki wako. Where can we find your projects? Mimi niko kwa social media karibu zote kama Japolo DC, kama saizi Mdundo hizo platform zingine utapata muziki wangu kwa hapo. Na saizi niseme kila mtu sasa siku tumeswitch like hatuko tunajua mambo na YouTube sana. But saizi ndio watu wameanza kujua sasa ile kabisa. So hapo hivyo ndio platform rahisi kabisa mtu anaweza pata muziki hapa sasa tu
JP Ondisi zangu. Hiyo ndio platform nasema like kila mtu ako nayo. Mtu anaweza kosa mdundo kwa nini yake but YouTube hawezi kosa. Kweli. So sasa inakuja na simu. So hiyo ndio platform, the easiest platform sana za get nayo. So JP Ondisi kila mahali. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Skiza, yani niseme tu platform zote ile za Facebook yangu ikiwe tu Didi kwenye wapi. Hilo najua tu ni JP Ondisi. MySpace ilikufa, ningesema MySpace. Lakini MySpace, my mix zilienda. Watoto wa 90s ndio walikuwa wanasikizanga hizo sana nowadays. So also the young generation who are really aspiring to go into music and not just you know day-to-day music ya generation yenye itakuja kuimbwa later on in life and in many years to come. What are the tips unaweza patia yule msichana, yule kijana, yule mama, yule baba? Kuna wale wanataka kuwa musicians, they're doing other things but they really want to pursue the career. What are the tips unaweza wapatia wakianza? Okay, mimi kile naweza sema, unaweza pata mtu akona passion, mtu anajijuanga. So kama iko ndani yako, toka tu nje, tafuta mtu mwenye ako karibu na wewe, maybe anaweza job fulani, ingia pale studio, unafanya kazi yako poa. Huwezi jua hata kama saa zingine unaweza kuwa uko at 50. Kama hii kuna ngoma size inaitwa aje? Diririnda. Yes. Huyu jamaa unajua. Huyu jamaa ako very old sasa. Ako very old lakini ni passion tu limdrive na mtu anatoka. Hata kuna wengine ya Nigeria, kuna mzee mwingine amefanya. Sijui inaitwa hiyo ngoma fulani ya mzee fulani hapo na size imehit. So kama mtu akona mtu maybe kama mtu ni mzee ama ni kijana, but kama ni kitu kuna kwa passion, wewe toka tu nje ufanye. But usiangalie kitu yote. Wewe toka tu ufanya, then matunda yake itakuja tu. Umeongea kuhusu artist wanafaa wajitume, na tukimaliza nataka uadvise young people who are out there who are watching the show and wale wanataka kujiendeleza kimaisha. Inaweza kuwa si kimuziki, inaweza kuwa kibiashara. What are the key things that will direct them to a successful life, to a life that wamedream? Wanaona you're a young man, mbona yeye ana make it na mimi bado sija make it? What are the advice nizapatia Nimefanya poa. Kuna song yangu inaitwa Fuata Nyota. Please niko na encourage lazima tutasikiza ndani pale YouTube, download one. So mimi kenye naweza sema mayouth wazee, tusikae tu chini tuseme maybe hakuna jobs, hakuna nini. Say life ni iko hard, but tukikaa na hiyo mentality, maisha sasa ni ngumu, kuna kitu tunaweza kufanya maisha. Na tusijicompare na watu wengine. Maybe mtu asijicompare anataka kuwa kama JP Ondisi, huwezi kuwa. So kitu yote ile mtu anaweza fanya, at least toka tu nje, anza kujituma. Biashara sasa ni sema ni mob, alisema sema tu hata mayai mtu anaweza kusema hiyo biashara zingine at least ndogo lazima uanze mahali ukienda pole pole. So tusiye complain ati hakuna no jobs no nini, sijui gaveta tufanyie. Wewe kwanza toka mahali huko. Sasa pia kuna loans zinaanza maybe kachama kama mayouth pole pole tu. Mtu anataka kitu lazima uanzie mahali. Kweli. Na hiyo pole pole kama umeshikana kama mayouth. Ni vitu sasa mayouth pia wengine wana unit. Haya mayouth pia wengine mtu anaona siwezi uza mayai juu demo wangu ataniona. So unapata hawezi toka kwa hiyo comfort. Lazima kwanza utoke mahali huko, sema mimi kama JP nimeamua this time nataka nianze kupika mandazi. Nani ataniona, mimi hiyo sitaki kuangalia. But end of the day sitakuwa na dini. Najua end of the day kifika niko na chakula yangu kwa table. Nilikuwa nimelipa pesa zangu. Na zikifika saa luku pia Sunday yangu hapo nimeingia church na suti yangu poa sana, lakini hakuna mtu atakuwa anajua napika mandazi. So lazima tutoke tu nje kama youth manze. Ile pesa yote unaweza pata kidogo, anza na biashara yako. Ile yote unaweza pata 500 unaweza kuchukua kwa biashara. Then pole pole utakuwa na kama watu wengine pia. So mimi mayouth mwenyewe naweza penda sana ndani ya kujitume, kutoka kwa ile kwa sababu huko na crime pia hizi things. Sasa napata mayouth wengi na baby ya crime za haraka, ndio atakapona 62 inch na baada ya afford. Lakini the moment jituma utaafford hiyo. Hata kama sasa hata kama ni 5 years time, kama umeland kitu ni moja.
Wow, asante sana. Wow, such an amazing mind. I told you guys, I don't want to blow your minds. It's gonna blow your minds. I hope you're blown away. I'm sure you're impressed. Please take his advice. He's a young man. He's doing amazing things out there, doing his thing as usual. Jitumeni, umesema tujitume. Lazima tujitume jamani. Tuache kulia, tuache complain, and also as an industry, asante sana kwa point out such things, because the guys who are willing to say it but hawajui wataanzaje. So tunashukuru sana for pointing out and for giving us solutions, and thank you so much for coming to the show. Guys, go and subscribe, and then you subscribe, hit the notification bell pale na utapata song zake zote. Umetuambia uko kila mahali na page zako ni JP Ondesi. Guys, so easy, you can type that, you can do that right now. Follow him, tell him do a song for me, sing to me, you know, such things. Unaweza kuwa the next Lucy, lakini sina hizo tabia za hiyo Lucy mwingine tafadhali. So for every fun and amazing thing is an end. Keep on smiling, guys. Good vibes everywhere. I'm your host Nema Maro. Until next Friday, I will see you. Keep it locked on Lolwe TV. Bye bye. Makofi, Brenda napiga makofi, mamoshi, Shade napiga vibaya.